Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Omurigireria bw'Ensoko TV no mugoroba ndumye kigima tukumira na seri tukerigalia merongevere nerimo mutinyu gatano na gatatu nukugena kwane buna kwandero bya aseri tukurigima boigono gendera tukubwate mirobere yonsi Ensoko kuro chinsa 12 cheke mambia wekera bonigana ndi chiarigire chinsa 10 chiabona mugoroba chi Afrika ya muchainga kyuko yanyorama ya asenchera yo bwenge bunaberga kwa kwene kibuna na manyora yagendrete yaitira na bwiga yarachi kubwatia tosanga sobwamo gwetera senchera yo motandao bwekerero asensemo ya Facebook Ensoko TV Digital na bwigo asensemo yende ya kabere ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano na yankonya gwetere ensabu tosanga sobwamo Eliane Ishmael Mogere. Asumu chakano mugoroba bono omuseneta bwe county ya Nyamira Okongo Mugeni nigasabira omugabara bwe county ya Nyamira Musinyaribo gokora amagendero korengana n'ekire kiria ari arwane osekire kiri aliete ukyase abamenyi be county ya Nyamira kakwana korwa kebiri che wodi yagachuba nsemo ye bunge ya Kitutu Masaba Mugeni nigatebira omurayi bwense gose nigamotebira omurayi bwense William Ruto buna nigaba Kenya bange batari kumubwatesia korengana na opinion polls nigagikiria okubora kwoborendi anene mona semesangirikano ya gisiasa nikubo igasabira abantu kumubwatesi ekeragendrete wakere kuko Daktari Fred Matiang'i. Nimesikia chief sema kwamba wakati wa msimu ya siasa imefika na hatutaki fujo, na sisi tumeonyesha dunia yote kwamba jamii ya Omugusi hatupendi fujo. Juzi ile timu ya Mheshimiwa William Ruto walikuwa hapa Nyamira wakifanya maneno ya empowerment. Hatukuguza mtu, hata kelele hatukupiga, tulikubali wakakuja, wakauza sera zao. Lakini wiki iliyofuata, kijana yetu mwenye anatafuta kura Mheshimiwa Matiang'i, alipofika hapa Bomet, hata kusimama tu kwa stage, asalimie watu hata waone sura wakati wataenda kupiga kura, waone kwamba hiyo ni sura wameona, alifurushwa mbio kutoka kule Bomet. Hiyo ni vizuri kweli jamii ya Omugusi? Kwa hivyo kama Mheshimiwa William Ruto unazungumza kwamba unataka tuwe na siasa ambayo inakubalia kila mtu auze sera zake, sisi tunakuomba uanze kule kwako, kule nyumbani. Mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, hii kitu yako ulileta inaitwa SHA, bado inaleta shida kwa mwananchi, kwa sababu SHA itakuwa ya maana ikiwa mwananchi anaenda hospitali, anaangaliwa na daktari, akiandikiwa prescription ya madawa, anapewa madawa, anaenda naye kule nyumbani. Wewe ulikuwa na mkutano kule hoteli Nairobi, lakini labda ni vizuri tuulize wananchi wenye wako hapa nyumbani kama wakienda kwa hospitali wanapata madawa. Wananchi, mkienda kwa hospitali kuna madawa? Kuna madawa? Yes. Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, mimi ni seneta wa Nyamira na mimi nazungumza kwa niaba ya wananchi walichagua mimi. Ile maneno ya town huko, ukiongea town huwezi kupata ukweli. Lakini mimi vile nimekuambia, nikikuja seneti nitakwambia ukweli kwamba SHA inaletea watu wetu shida. Hata tuko na pastor wetu ameenda kule India na SHA imekataa kumlipia. Hawa wananchi ndio wanachanga moro jendo moraro yiki na kieke kumowe geta we 2027 mwangi nyara akia wandoni. Ndo manyete simba na maite chikoranya matienkalete bako montata ngane Nairobi ochikochire. Uno olenga gake mapema okolerwa erotangana Nairobi. Bona nje 2027 nigegoika nkolere mapema ntangane Nairobi nchikorigere linji bugorwa. Gosema na. Gosema bele kabiri. Arenayo abagwatari bensemo ya gisiasa ya Linda Mwananchi au boigo bare nekerenga kyukuchukurwanere birogo ao bya gisiasa asobochori bo mwako gocha ni gobeso kirena komotia chisegi no bosagani ubwa birbo kwenekigwa na mono ase county ya Homa Bay aso musangirikano Linda Mwananchi ubwo bwakorikana seri tukolia Jumapili ukwane me county ya Nairobi baraya bwo baragwana Jorim Omogi oyo kuranira hekerwo kiensemo ye bunge ya Ugenya nigo bagikire egekorekyo ase boigo baganire serikali kwenekyo burendi guchiase abananchi.
Inasemekana kwamba pia walikuwa kati wa wale ambao walikuwa wanarusha mawe. Ni kitu ambacho si kizuri, na tumesema kwamba wakati wa IPOA inafaa ije na itusaidie ili tujue wale polisi ambao walifanya kazi hii angalau wachukuliwe hatua. To DCI tunaomba ya kwamba kuna wale ambao majina haya yametajwa. Mmoja wao ni Gladys Nyasuna Wanga, Peter Opondo Kaluma, Ogindo, the MCA, majina haya yametajwa. Tunaomba ya kwamba inafaa wachukuliwe hatua, waende waandike lile ambao wanajua kuhusiana na ile vurugu ambayo ilifanyika kule Homa Bay. There is a sitting MP who was that saying that ukiwaona pita now. And if in the event that we have such reckless statements and then it gets to a point that venye walionekana walipitwa now, that's now a criminal offense because there was intention and then there was the actual action. The loss of lives, attacks against civilians and security officers, destruction of property, and the growing use of inflammatory and divisive rhetoric and deeply disturbing and wholly unacceptable in a constitutional democracy like Kenya. Asense moyende haya bwatikene na siasa kiama kia UDA nigo ritikulia lero kia twaliro musangirikano na boigo igeikaro kia 15 bikiama ikikia UDA ase ensemo ya darakili ase mokonyo muraibu ense Professor Kithure Kindiki nigairaneirie abamiriri bae gisiasa abwareire batari na kirenga kindi gionsi kyogusukia ense ya Kenya busio ase boigo abamuchiri amangana ao buna bono kumuruka amarieta ao ayo atalia maya korende agendera tugusaria amaskari bune kubwatia. Mtu asikuje hapa kuwadanganya na maneno matupu, kwa sababu nimesema vyama ni vingi. Unaona chama pale, ukiuliza huyo party leader agenda yake ni nini, ajui. Ana agenda, hawezi ongea jinsi ya kujenga barabara, jinsi ya kuboresha masomo, jinsi ya kuboresha afya. Hawezi ongea mambo ya masoko ya mama mboga, hawezi kuambia vile bei ya mbolea itaendelea kuteremka, bei ya unga itaendelea kuteremka. Hajui, ana namna. Kazi yake Kasongo, Soprano, one time, waende. Hiyo ni agenda jameni? Hiyo ni ujinga si ujinga? Ni upumbavu si upumbavu? Unaenda kuongea mambo ya watu ati unaita mtu nickname. Ati rais wanamuita Kasongo, deputy president wanamuita Soprano. Sasa wewe mtu kumbavu, mtu mzima, yani kuita mtu nickname ni kitu kubwa? Sio ni mambo ya watoto? Si tulikuwa watoto shuleni, tulikuwa tunaitana ma nickname. Kumbe kuna watu wazima bado wako na utoto, wanakuja kuongea mambo ya ma nickname huku juu. Sisi ni watu wazima bwana, sisi ni wazazi bwana. Mambo ya utoto iliisha. Sasa ukiita mtu nickname atabadilika? Lakini deputy rais unafukuzwa na Kenya ukiwa wapi? It's not possible. It's not possible. Ati mimi Kenya nzima ingangane mpaka ni It's not possible. It's not possible. It's impossible kabisa. So mimi naomba tu tuheshimiane. Naona kuna watu wako na kiburi mingi. Mtu ana sera, ana content, chama yake hata hiyo sura hana. Kiama kia DCP gekoragwa numraiwe kiame kio Rigathi Gachagua nigo ritikulia lero bakorire taro wikense muye bunge ye Murwadi Kir abwase Gachagua atarire amate ya Nyagosira Johana Ngeno uyorenge omubunge gwensemeyo ya Murwadi Kir asenkwane ya Gachagua niga aruro kuburi guchia serikali ya Kenya kwanza gukora obutuki erio kumanya ekikirerete ogukwa kwa Johana Ngeno wetera ase omubasokano bwendege erio abakenya nonyene amate yo enyare konyu
kumanya ekere aseboigo arure ose aseboigo atebirena nachikoendera gusira amateyo goika omwerio banyorire obwene bwabo nonye nese engaki boigo airire amangana bwatikene na siasa busibo bachero bonene bw'umwaka gocha burekubwati. Johana Ng'eno alikuwa rafiki wangu kabisa. Pia mama ako na maswali, anasema Rigiji nisaidie, ningetaka kujua nini iliua mtoto wangu. Na mimi nimemwambia mama niko na maneno, niko na habari. Na tunafuatilia na tutaendelea kufuatilia. Na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali. Kwa sababu Johana Ng'eno alikuwa pale Edebes. Akaachwa hapo, ndege ikaenda kukunywa Eldoret. Kufika pale Eldoret saa 8. Mafuta ingine ilitolewa Lodwar na sio ile halali ya KAA. Huyo driver alileta hiyo mafuta akakamatwa na watu ya KRA. Simu ikakuja kali kutoka Nairobi akawachiliwa. Hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta ndio ikaenda ikaanguka. Sisi tunataka ile CCTV wakati hiyo ndege ilienda kukunywa mafuta. Hiyo CCTV itolewe. Tujue huyu driver ni nani. Nani alipiga simu akawachiliwa. Pia tunataka kujua ni kwa nini wale wakubwa wote wa Kenya Airports Authority walifutwa kwa sababu ya hiyo maneno. Ndio wasiulize maswali. Hayo maneno tutafuatilia. Si ndio? Na sisi tunasema kifo ya Ng'eno hawezi chunguzwa na DCI. Hawezi chunguzwa na Murkomen. Hawa watu akina Murkomen they are also suspects kwa hii maneno. Na kwa hivyo hawezi simamia uchunguzi. Tunataka kumwambia William Ruto kama uko clean kwa hii maneno, ualike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani wakuje wafanye uchunguzi kamili. Tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar. Ilitumwa na nani? Nani alipiga simu? Huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe. Na tutaendelea kufuatilia, na mimi nataka kuhakikishia jinyi vile nimewahakikishia mama. Hata kama hiyo maswali haitajibiwa wakati ya serikali hii, mwaka ujao nikichaguliwa nikuwe president wa Kenya, nitaweka uchunguzi kamili. Na wale ambaye wanaweza kuwa walihusika watafika kotini. Na nimewahakikishia huyu mama nitamtafutia haki na familia yake. Asaya bwatikaine n'umuyiga bwa matanga bwo kumwenia omurugi oye moseneta we county ya Kakamega Boni Alwale ayoagendera se county ya Kakamega nigo siasa yaenekigwa asa matanga yo abo asa bange kurwa sorogongo rwa Western barorekanire kumusira na komoko boko moseneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna aseganga yayo kurige kerogo kyoburayi bwense burekubwatya. Tumeshaanza kusemezana na Rigiji kwamba akuunge mkono pia wewe ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa mkiniona niko kwa DCP, ndugu yetu Osotsi, usinikasirikie ati mimi niko kwa DCP. Ndugu yangu Jack Wamboka, usinikasirikie. Ujue mimi natafutia Sifuna 7 million votes ambazo zitamsaidia awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Chanja ya kurukaruka ndio ulirukaruka kutoka ANC ukaja UDA, mmeua UDA, mmebaki kwa mataa. Sasa mimi nikiwa nimesimama hapa, unajua mimi ni mtu ambaye naangalianga mbele kabisa. Na mkiona nikisema kitu, mnasikiza Peter Salasya anasema nini. Sasa nataka niwaambie hivi. Mimi nilipigwa kule Nyayo Stadium kwa sababu nilikuwa one of the people ambao kwa nataka mambo ya broad based pale. Na nika sababu nyingine nilipigwa pale ni kwa sababu niliambia serikali ya Kenya Kwanza inadanganya baba wetu Raila ati wanamtaka kuwe AU chairman, na mimi niliona watu wanamdanganya ili ya kwamba aende anguke kura. Sasa hiyo vitu ndio ilifanya mimi nikapigwa kule. Na huyu ndugu yangu pia nikaangalia nikasema kwa sababu hivi venye nimeona ODM ishaingia katikati ya serikali ya Kenya Kwanza. Na hakuna venye huyu mheshimiwa Sifuna atatoa hiyo ODM katika minyororo ya Kenya Kwanza. Wako katikati.
Nikamwambia atoke huko. Mheshimiwa wengine akasema, oh, Peter Salasya anadanganya. Lakini yote baadaye imekuja kutimia ya kwamba Peter Salasya alikuwa anasema ukweli. Na umefanya vizuri kuja kuongea na sisi ili ya kwamba tukupeleke venye unataka. Juzi mimi nilisema nimekupatia green light ya kwenda kutafuta mambo yako. Nilifikishwa habari na komando. Komando akasema Peter Salasya kuja ungane na hapa na pale. Lakini uzuri ya huyu Khalwale hawezi kutetea kitu ambaye yeye mwenyewe anajua ni mbaya. Huyu ilifika mahali tukaanza kukubaliana na Khalwale. Pole tu. Naambia Khalwale, watu wangu wa Nairobi wanasema hii kitu inaitwa SHA haifanyi, na Kakamega wanasemaje? Anasema Sifuna kuna shida mahali. Vile alianza kuongea tu pole, na alikuwa anasema kwa niaba yenu nyinyi wenyewe, kwa sababu Khalwale huyu ni mtu akichukua msimamo, hajali ni nini itamfanyikia, yeye atasema ukweli wake na ukweli wa wananchi wa Kakamega. Huyo Khalwale ameumizwa sana kwa sababu ya kutetea nyinyi. Biamano ase ogochora Nsoko TV boroswo mugusina boyo kubwatia mayase nchira yo gwenge na gwikaraga buno tuwikira omwerio ensaye moniti nsa isato no 18 Clinton Ondigi ngakiara chiko yaretera senchira yo gwikira no bunagendera twariganiwa amana basike baito asomogoroba obona gendera kubwatia mirobirende yatigera asomogorobo yo gwikeria nkyo Eliane Ishmael Mogere.